Sasa tumetengeneza tukio hili, tumetengeneza huu mfuko kuwasaidia watu wafuatao. Na hili jambo muhimu sana, naomba unaangalia simu yako uwe makini. Watu wa kwanza, kuna maskini na mafakiri. Hawa ni lazima tuwasaidie. Kwa tunaomba kila Muislamu anayeniangalia, awe nje ya nchi, awe ndani ya nchi, tunahitaji atuchangie shilingi 2000 tu. 2000 ni hela ndogo sana. Asubuhi unampa mtoto wako anakwenda shule. Yaani kutoa kwako 2000 ni sawa na kutoa nywele moja kichwani, hujanyoa nywele. Shilingi 2000 kwa mtu yoyote ni hela ndogo ambayo unampa mwanao. Sasa sidhani hata kama hicho utaona kuwa ni shida. Tunahitaji shilingi 2000 tu utusaidie. 2000 hii itawasaidia kwanza maskini, tutawasaidia mafakiri, tumeweka utaratibu mpaka vijana wapo wanaotaka kusoma elimu ya juu, vyuo vikuu vya ndani na nje, lakini wallahi vijana wao wanashindwa kusoma kwa sababu wamekwama kulipa ile ada ya masomo ya chuo. Na kijana ana uwezo wa kusoma, ana uwezo wa kuperform vizuri kwenye masomo yake. Tukasema katika hiki tunachokusanya lazima kiwasaidie hawa vijana. Waislamu tubadilike. Mimi nakuelezeni ukweli. Samahani sana mtaniwelazi, ni mwezi wa Ramadhani, lazima tuelezane ukweli. Tubadilike, tupunguze malalamiko, tufanye vitendo. Tumekuwa tunawalaumu hata wasomi Waislamu wenzetu waliosoma. Fulani asaidie Waislamu. Asaidie Waislamu, nyinyi mlimsaidia kumsomesha. Asaidie, mlimsaidia, mliwekeza kwake. Makanisa yanawekeza kwa vijana wengi kwenye elimu. Sisemi kwa kuwadhalilisha Waislamu wenzangu tumefunga, lakini naeleza ukweli. Mimi najua kuna mifuko ya elimu iko makanisani, watu wanafanya sadaka kila siku, sadaka karibu 3 mpaka 4 makanisani, kwamba hii ni sadaka ya shukrani, hii ni mfuko wa elimu, huu ni mfuko wa hiki, na Wakristo wanatoa bila ubishi. Wanajua tunawekeza kwenye kizazi chetu. Sasa sisi tukasema tuje na 40 shilingi 2000 tu. Na hili jambo kama ulikuwa unataka nifanye shekhe wako ndio hana uwezo kulifanya, mimi mwepopo Mungu kanipa uwezo kulifanya. Tupunguze na yale mambo ya kulazimisha shekhe wako afanye. Shekhe wako anaweza kuwa na uwezo kufundisha watoto Qur'an, nao ni dini. Mshukuru kwa kufanya hilo. Shekhe wako anaweza kuwa na uwezo kufanya darasa tu msikitini ya kusema, nao Mungu kamjalia, ni heri. Mimi ukinifanya nifanye darasa msikitini siwezi. Kwa hiyo dini, kila mmoja anaangalia kile anachoweza kukifanya kwa ajili ya Mungu na dunia. Ya kwanza itawasaidia hao vijana. Watu wa pili tutawasaidia, tumeona kuna wingu kubwa la watoto yatima. Kumekuwa paka kujenga vituo vya yatima, lakini kwa sisi Waislamu Mtume hakujenga kituo cha yatima wala kusema tujenge yatima. Na kigezo kwetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema atakayemlisha yatima mmoja atakuwa bega kwa bega na mimi peponi siku ya kiyama. Ukimlisha yatima mmoja. Nani katika Waislamu anaelisha yatima? Kila mmoja sikukuu hii inayokuja anajiangalia kanzu yeye, sandals yeye, chakula. Wallahi hebu fikiria kama ndugu yangu Sharifu Majini sasa yuko kaburini. Subhanallah. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi ndani ya kaburi lake. Sharifu Majini sasa ameacha mke mmoja na mjane mmoja na watoto wawili. Hii kitu wewe inanigusa, inaniumiza sana shekhi. Mimi nakula na familia yangu, wewe unakula na familia yako. Watoto wa Sharifu Majini, mke wa Sharifu Majini, fikiri maumivu anayoyapata hivi sasa. Hana mume. Sharifu Majini ndio alikuwa anatafuta chakula anapeleka, wanakula na kusaza. Leo nani atapeleka chakula na kusaza? Na hao watu wa namna hii wako wengi, sio hapa tu. Wako wengi. Fikiria marehemu Sheikh Said Liko, wote sijui kama mnamfahamu Said Liko. Alikuwa mwenyekiti wa Limaliti. Yeye amekufa hana macho. Na amekufa kama vile ni takataka tu inakufa. Na alikuwa ni mhubiri mkubwa, maisha yake yote kayatumia kwenye dini. Hapakuwa hata mtu mmoja wa kumsaidia wala mfuko wa aina yote wa kumsaidia. Kukata bima ya afya kwa sasa hivi kwa mtu maskini hawezi. Ndio maana tunatengeneza huu mfuko. Bima ya shilingi 700,000 utibiwi. Ni bima ya kwenda kumuona daktari tu anakuandikia Panadol. Ili utibiwe kidogo uwe na bima ya 1,600,000, 1.6. Maskini mchoma mahindi, muuza miogo, muuza karanga ataipata wapi huyu? Kama tukusimama sisi watu wa dini kuwasemea maskini na kuwasaidia. Acha hilo,
Imani Petro, kulikuwa na mhubiri mkubwa wa Kiislamu anaitwa Imani Petro. Acha Imani Petro, Sheikh Omar Bashir alikuwa mwembe chai hapa. Omar Bashir amekufa kwa kukosa shilingi 300,000. Sheikh Imani Petro amekufa kwa kukosa pesa ya kwenda India. Sasa sisi hatujisifu, tunaanzisha huu mfuko ili kuwasaidia watu wa namna hii. Kuna yatima ambao wamefiwa wazazi. Hatuhitaji kujenga kituo, tutafanya utafiti mzuri sana. Hata akiwa Tandaimba huko vijijini, wallahi tutapeleka vijana wetu kwamba nenda kahakikishe kuanzia kwa mjumbe wa nyumba 10, mwenyekiti wa mtaa, mtendaji, hata wewe kijijini, tutafanya utaratibu mzuri mpaka tukisha kweli huyu ni yatima na anastahili kusaidiwa. Tutawasaidia kwa mfumo huo. Na tunaposema yatima, yatima awe Muislamu ni yatima, awe Mkristo ni yatima tu. Wala Mungu akuchagua kwamba yatima huyu Muislamu huyu Mkristo. Yatima yoyote akisafiwa baba chini ya balehe, akifika miaka 18 uyatima umekwisha. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu wa Tanzania, Waislamu wenzangu. Kwa hiyo mfuko huu tutafanya utaratibu wa kuwasaidia watu hao. Sasa shilingi 2,000 yako tu ukiitoa, wallahi inaweza kuleta athari kubwa sana katika dunia. Inaweza kusaidia sana wa Tanzania. Watu mlioko Ulaya ni $1 hiyo. Shilingi 2,000 $1, sidhani kama unakula Ulaya. Lakini inaweza kutusaidia sana na kufanya maajabu. Sasa utaituma vipi kwa Tanzania ndani na nje? Naomba mnielewe. Hii tunatumia kampuni ya Selcom. Tunatumia kampuni ya Selcom, na uwe na mtandao wowote, uwe na Voda, uwe na Airtel, uwe na Tigo, uwe na mtandao wowote unaweza ukatumia tu, wala uchagui. Ila tuna programu yetu, naomba tukuelekeze, na utaiona hapo chini ya simu inapita kwenye WhatsApp yako kama umetufungua. Na napenda nieleze tu kwa utaratibu. Unaenda katika utaratibu huu, unaweka *150. Yaani kwenye simu yako unaweka *150, alafu unaweka *50, alafu unaweka *1, unaweka leli, unapiga okay. Ukipiga okay na kuletea utaratibu Selcom, unaingiza namba yetu ya tuma pesa ambao ni 61 23 72 53. Ukisha ingizwa na kwambia ingiza kiwango, ingiza namba ya siri, unatuma pesa. Na utaratibu wote watakuwekea hapo kwenye simu yako, utakuwa unafanyaje? Unapita hapo chini, utakuwa unaiona. Ndugu zangu, tuache mfumo wa kuahirisha dhambi. Na hasa sisi Waislamu, kuna watu wengi wanateseka. Na mimi ni washauri hata wasomi wa dini, tumekuwa tunajizungumzia sana sisi nafsi zetu. Tunajipigia debe sana sisi. Lakini ndugu zangu, tuseme ule ukweli, mtume ya kufanya kazi hiyo ya kutaka yeye aonekane mtukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuhurumia watu, na hii ndio kazi ya dini. Kazi ya mitume ni kuhurumia watu. Hata Yesu Kristo alisema ninajitoa kwa ajili ya watu. Alijitoa kwa ajili ya watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijitoa kwa ajili ya watu. Sasa bahati mbaya mashehe wengi, wahubiri wengi tunajitoa kwa ajili ya matumbo yetu, sio umma. Kuna watu wana dhiki lakini hawawezi kusimama hapa kuja kujisemea. Hajui hata mwandishi mmoja amuite vipi, hajui. Akisimama hapa mdomo unajaa mate, maneno yanapotea, hawezi kusema. Kwa hiyo hawa tuache wafe kibudu. Dada zetu wamefiwa waume zao. Wapo wanawake walikuwa wameolewa kwenye ndoa za kisheria.